Pale alivyokuja mkamwambiaje sasa? Mimi nilimwambia aondoke. Shangazi, unajua kunifurahisha wewe. Yaani kama ulikuwa kwenye moyo wangu, mimi mwenyewe ningekuepo ningemtimlia mbali. Sitaki hata kumsikia kwenye maisha yangu. Mtu anaitwa Manyanya. Yaani hiyo ni sumu kwenye maisha yetu shangazi. Na siku akirudi hapa Manyanya, naombeni mnipigie simu. Mimi nije nimuishi, nitamnyosha huyo kaka hata kama mimi kwenye maisha yake. Kama Nyanya. Shikamoo wazazi wangu. Samanini, nimeweza kuingia ghafla bila hata hodi kwa sababu nilijua pengine mnaweza msinipokee moja kwa moja kutokana na jana pia mliweza kunifukuza. Lakini nimekuja kwa heri kabisa. Kikubwa kilichonileta kwanza ni kuomba radhi nyinyi kama wazazi wangu kwa tukio ambalo limeweza kutokea ndani hizi wiki 3 zilizopita nyuma. Ni kweli mimi ndiye mwanaume ambaye nilikuwa nakaa na Mati na nilikuwa na mipango mizuri kabisa ya kuweza kumvisha pete na kila kitu kilikuwa kimeshaandaliwa. Hata nyinyi pia ni mashahidi, najua ndio maana mmeweza kuja. Lakini kuna mambo ambayo yalitokea hapa katikati ambayo kiukweli yalikuwa ni nje kabisa ya uwezo wangu. Sikuweza kuyadhibiti wala sikuweza kuyazuia, ndio maana nikajikuta zoezi pia limeweza kuhairishwa. Kwa najua kuna namna kubwa nitakuwa nimewakosea, pengine nimewadhalilisha, nimewaharibia ratiba zenu, nimepoteza muda wenu. Kwa naomba sana mnisamee kwa hilo. Nisamee sana, niko chini ya miguu yenu. Hivi we baba, unaona unaimudu sana ifamilia eh? Ninakuheshimu, tena ninakuheshimu sana. Naomba uondoke. Naomba uondoke. Lakini mama, mimi si hili jambo tayari nimeshaliomba msamaha, ndio maana nimekuja hapa. Haikuwa ridhaa yangu. Naomba mniwe radhi kwa hilo. Ondoka. Ino dunia